wa kifahari wenye samani zilizopambwa kwa dhahabu na taa zinazong'ara kwa rangi za kuvutia. Katikati ya sebule ile tunamuona kijana mmoja aitwaye Tony. Tony ameketi kwenye sofa la gharama, mkononi akiwa ameshika glasi ya kinywaji cha bei ghali, huku uso wake ukionyesha jeuri ya pesa. Amezungukwa na wanawake warembo wenye maumbo ya kuvutia na matako makubwa ambao wanashindana kumkatikia kwa madoido kufuata miondiko ya muziki laini unaochezwa. Tony, akiwa amezidiwa na starehe, ananyosha mkono na kumpiga tako mmoja wa wale wanawake kwa ishara ya mamlaka na utajiri, kisha anacheka kwa dharau akimtazama mwingine na kumfanyia vivyo hivyo. Vinywaji na matunda vimejaa mezani na harufu ya marashi ya gharama imetanda kote. Maisha ya Tony yanaonekana kuwa pepo ya duniani. Wakati starehe ikishika kasi, ghafla mlango mkuu unagongwa kwa kishindo kizito kinachozima msisimko wa wale wanawake. Ni Bailumu, kiongozi mkuu wa chama cha siri, amekuja. Tony anatoa amri kwa sauti ya mamlaka. Wale wanawake warembo wenye maumbo ya pekee wanatoka nje kwa haraka. Bailumu anaingia ndani akiwa amevaa vazi lake jeusi linalotiririka mpaka chini. Anamtazama Tony kwa jicho la ukali na kusema, "Tony, chama kilikuagiza utoe kafara ya mama yako mzazi, lakini taarifa tulizonazo ni kwamba umetoa kafara ya baba yako. Kwa nini?" Tony anashusha pumzi, kisha anajibu kwa ubaridi usio na hofu, "Nimefanya hivyo kama nyongeza tu mkuu, kwani nimekosea?" Bailumu anaduaa kidogo, kisha anapasuka kwa kicheko kikubwa cha kishirikina kinachotikisa kuta za mjengo ule. "Upo sawa kweli Tony. Nimekutana na wanachama wengi sana wenye roho ngumu, lakini wewe ni kiboko yao." Kinyota Bailumu anacheka mpaka mbavu zinamuma. Tony anamwangalia kiongozi na kusema kwa sauti iliyojaa uchungu uliogeuka kuwa chuki, "Kinyota mkuu, nimefanya hivyo kwa sababu nilikotoka ni mbali sana. Kuna kipindi nilikuwa maskini wa kutupwa, nikaiba kuku mmoja tu ili nile, nikapigwa nusu ya kuuawa na kisha nikafungwa jela. Katika kipindi kile chote, hakuna ndugu hata mmoja aliyenisaidia. Wote walikuwa wakiniombea nife huko gerezani. Sasa kwa kuwa nimepata utajiri huu, hao ndugu hawana thamani yoyote kwangu. Baba, mama au yoyote, wote ni kafara tu." Kinyota Bailumu anacheka tena kwa sauti ya dharau, anamwaga Tony na kutokomea gizani, akiacha harufu ya uvumba na damu nyuma yake. Wakati huo huo, upande wa pili wa kijiji hali ni tofauti kabisa. Jua linaanza kuzama na Mgaya akiwa na dada yake wanatoka mtoni kuchota maji. Njia ni ya upweke na yenye vichaka vingi. Ghafla, Mgaya analegea, anadondosha ndoo yake na kuanguka chini chali kwenye vumbi. Dada yake anapiga yowe, "Kinyota Mgaya. Mgaya, usiniache peke yangu tafadhali." Kinyota anajaribu kumwamsha, akimtikisa kwa nguvu zote, lakini Mgaya amekamaa. Kwa macho ya nyama, Mgaya anaonekana anaumwa, lakini kiroho, kiumbe kisichojulikana kinamburuta Mgaya kwa miguu kuelekea kwenye vichaka vizito. Mgaya anajaribu kujishikiza kwenye ardhi huku kucha zake zikichimbua mchanga, lakini anazidi kuvutwa. Hii ni adhabu yake kwa sababu ameshindwa kutoa kafara aliyoahidi kwa wakati. Chama sasa kinamchukua yeye mwenyewe. Dada yake anazidi kulia bila kujua kaka yake anapambana na majini yanayomburuta kuelekea kusikojulikana. Sini inafunguka tena tukimwona Kaniki akiwa amepigwa lawama nzito na mke wake pamoja na mama yake mzazi kwa sababu ya hali yake ya huzuni na mawazo mazito anapokuwa nyumbani. Kaniki amechoka na umaskini na hapo ndipo anapoamua kufuata nyayo za Tony. Tunamuona Kaniki akiwa ndani ya jumba la ibada la chama, akipiga magoti mbele ya kiongozi Bailumu. Kaniki anatamka kiapo kwa sauti ya kutetemeka. "Mimi hapa Kaniki nimekubali kujiunga na chama, sitojali utu wala ubinadamu na nipo tayari kuiabudu pesa. Shetani, naomba unisaidie." Ghafla sauti inasikika ikisema tayari, na Kaniki anakuwa mwanachama rasmi akishuhudiwa na Matula.
Baada ya muda mfupi, maisha ya Kaniki yanabadilika. Anapata jumba la kifahari na kumleta mke wake. Kuanzia sasa umaskini basi, sisi ni matajiri, anasema Kaniki huku akilia kimya kimya. Anakumbuka sharti alilopewa. Mke wake anatakiwa afungiwe kwenye chumba maalumu ili mkuu wa chama afanye naye mapenzi kwa siku 3 ndani ya wiki. Mke wake anamshangaa, mume wangu, nini kimekufanya uwe tajiri hivi ghafla? Kaniki anakosa jibu. Wakati huo huo shuleni, tajiri Mkango anagawa chakula kwa wanafunzi kama msaada. Madamu wa shule anatoa shukrani, lakini ghafla mwanafunzi anamleta taarifa kuwa wanafunzi wote wameanguka chini kama wamepatwa na mapepo. Hapa ndipo tunagundua kuwa Mkango amewatoa watoto wale kafara ili kuimarisha utajiri wake. Mkango anaondoka na kijana wake wa kazi bila kujali vilio vilivyoachwa shuleni. Mwishoni, tunamwona mchungaji akiwa katika lindi la mawazo. Mke wake anamkumbusha kuhusu ofa ya Clamvevo ya kujiunga na chama ili apate miujiza. Barabarani, Clamvevo anasimamisha gari na kumuita mchungaji. Mchungaji anafura, koma kunishawishi nijiunge na chama cha kishetani. Klamu anacheka na kusema, unaamini shetani ana nguvu kumshinda Mungu? Klamu ananyosha mkono, ananena kwa lugha na pesa nyingi zinatokea kimiujiza hewani. Klamu anazitazama, kisha anaziingiza zote kwenye gari lake na kuondoka kwa kasi, akimwacha mchungaji na hamu, njaa na imani inayoyumba. Maswali ya kujiuliza. Je, Mgaya amekufa au anapewa adhabu kali ya kuteswa roho yake? Je, mchungaji atakubali kumsaliti Mungu wake baada ya kuona uwezo wa Klamu wa kutengeneza pesa? Nini hatima ya mke wa Kaniki atakapogundua siri ya chumba maalum? Ungependa nikuandikie